Heavenly Father, we thank you. We honor your holy name, Lord. Thank you for your grace. Thank you because of your presence that is upon this place, oh God. Father, we pray, Lord, as we lay our mouth to rest, oh God, declare, let there be your grace, let there be your divine intervention. We pray for your comfort upon this place. We pray for your comfort upon the family. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Mr. Guru. Wakati huu ningependa tuanze na tutaanza na speeches. Na the first speech kitakuwa ya family ambayo tutanenewa na Honorable Karanja. God is good and all the time. Asante sana. This is a clear indication that we are not alone. We have seen you people stop all your activity for the day to come to be with us. On behalf of the family, nataka kuongoza familia na kujua ati hope yetu, our hope is with the Lord. Now, I want to say that we know there is God, and it has been a journey kutoka the day that our sister went to be with the Lord. We have seen during the fellowship at home, the way you people came forward to support us and to comfort the family and to give us hope that it was a good purpose. Maana kujua ni ati wakati umepewa muda, do what you are supposed to do. And we are happy that Grace has done exactly what God had brought her to do in the world. Because I know she is a believer, because we have like grown together, and I know since the foundation that she got from the parents, she was brought up a good Christian, and by the time she again got married, and again, I know she has been a believer, because I remember there was even one time when Akina Wagojiri were on their preaching mission, and I know the preachers that are here are witness that she used to even go for fellowship, so that at least to seek the word of God and to seek the presence of God. I know her in her life, Filia Mekua, she is a caring sister, very caring mother. And I am happy the way he has brought up the children in a very humble way, in a Christian way. And we don't have to regret, because in the life journeys, in our life, there is always that time that when you are going to live and when you are supposed to go. Na amewacha watoto yake wakiwa impact, the grandchildren are there. Na
we know we could have wished na hakuna one of our sibling ama mtu yote yetu tunasema is old enough to go. Lakini wakati the storm comes na inasemekana mpaka uende, you know, for example, with the death, it is not in our control. It is God's control. And now, what you would want to say is that as a family, we have been left as a intact family. From the God. Not add at the value graveside. It should continue. And as a family, we are seeking that we need you. We need your prayers so that at least we can be able to go the rest of the journey. And I hope that the grandsons, the granddaughters, the grandsons that are here today will one day say that we hand a family, we hand a friend that supported us to this far. If I go to some of the memories, and I want to say that Grace will be remembered in very many ways, and her memories will no longer, will never come out of our minds, because we know her as a very good, caring person who has done what God brought her to do in this world. And therefore, I don't want to dwell with my speech so much, but I want to declare this. And now this is for the family. I want to declare to the family that now we have become ambassadors of peace. Because without the peace, nothing will be able to go ahead. We need a lot of peace to one another. We need to be brothers keeper. We need to go deeper and know where is my brother, where is the granddaughter, where is the other. And in that way we are going to go very far. I'm very happy even the aunties that are here. You have not been left alone. That the aunties that are here and the uncles will start by you. And therefore, I want to declare you become ambassadors of peace. I also, as a member of the family, will chip in and make sure what we have done as a family. Family entity is very important. Very important. And it is good when we are binding together. Now what we should be looking for after this is where is the opportunity to see whether we can be able to assist one another to go ahead. And therefore I don't see anywhere that we will not be guided well. We are Christians. We know that there is God who is going to be with us. And there is no doubt that we are going to go very far. To the preachers who have been with us, I want to say that the words that the preaching and the words that you give us, you know, we will be with us and we will maintain that we will go by that. And we make the Bible our novel, then we are going to go very far. I want to wish each one of you, I want to say thank you to every one of you who have made it here today. Today is a very important day for the family. It is a day that we need a shoulder to lean on, and you are here. Count yourself very important for the family. Count yourself having done what is right. Because even in the Bible, there is where we hear that I needed you. I was crying.
I was naked. I was hungry. This is one of the days that was mentioned in that verse. And therefore, I want you to see that you have been taken, you have been considered, and we are not taking you lightly. I want to end out my speech there and say, God will guide us. We will go on praying for one another. And I want to say that the family should be guided and they should be supported even after here. Thank you very much. God bless you all. Thank you very much. Okay. Mr. Kabaina, he is our member of the County Assembly, Mukurweini West, where we come from in Nyeri County. Asante sana mheshimiwa. The next tribute, the next speech will be for the Friends and will be represented by Mr. Mwane. God is good, and all the time. Yeah, and that is in nature. Even at this time, we always tell God is good all the time. Whether we are in celebrations, whether in morning situations, we must always say God is good. My name is Samuel Moneki. I've been called to come and speak on behalf of the Friends. And I know I cut across many friends. We used to work together with the husband of the late. And also we went and relocated and became the neighborhood. And I can see we have the neighbors from Kawaskari. Maybe wherever you are, if you're from Kawaskari, maybe yeah, these are the members of Kawaskari, where we are neighbors with this family. I want to say that if I can be able to start from when we met with Grace, because I've mentioned that we're working with our husband, the late husband. We worked together in an organization for many years, and I knew the family. Where they actually, even the time they got married, we were staying with them in the Buruburu, and then later on we relocated, and all of us, both of us bought a plot in Kawaskari, and that's where we were, and we became neighbors. So you can see when you also become neighbors, you also continue becoming friends. Hiyo wachani na hizo, hiyo ni wakati wa jana, lazima sitafute chakula. Then again also, the family, especially the children, they have grown together with my children, so they are also my friends, and also now the neighborhood. Let me say this, Grace, in our neighborhood, she is a woman who loved peace. I've never heard people, somebody come and saying Grace is doing ABCD. She has always been peaceful, and she has always been consulting. I, for one, she has always been consulting me. We have lived together. But as you all know, there is always one time that we shall leave this world. We can only say this is the time for grace. But I want to say this. Sometimes, or at most of the times, you are supposed to live in this world the way you do even want to go to heaven. Grace was always making peace here, so even wherever she has gone, I know she has also made peace with her Maker. To all the friends and even to the family, if you want to go and meet Grace where she is making peace there in heaven, we need to continue with the same message of loving one another and even making peace, even with everybody here.
without choosing or selecting whoever is who. To the children, I'll tell you, Muniu and Ted, I want to start with you. You have seen and you have known who are your parents' friends. I don't want to tell you go to a particular person. You have seen them and you have seen them as you are growing up. Please, I know you are all grown up and you can always make a decision. But there is one thing that you have not yet received and you continue receiving it: wisdom. So it is as well as we as your friends' parents to come and pray for you to get that wisdom. That wisdom to continue, just like what the speaker has just said here, just like as Joshua. Because now you are all grown ups. Kila mtu amewachwa na familia yake na mko na familia zenu. So you follow all the footsteps of your parents and always pray for wisdom. Nyabura and Chiko. No, sorry, Wairima and Chiko. Please also be together. I know they are especially now Mundio and Ted. Go and seek advice from the men. And Wajiko and your sister. Also go and seek advice from the ladies. Kwa sababu wamepita hapo na wanajua vile maisha iko. Ili waweze kuwasaidia mwili mkae pamoja. Because tukisikia hii familia ya SK Waweru imekaa pamoja na imeendelea kukaa pamoja na iko pamoja na inaendelea, hata sisi tutafurahia. Unajua saa zingine watu wanasema anytime that you can come and I'll be able to see how I can be able to help you. I don't think none of us here anaweza vaa ile kiatu ilikuwa inavaliwa na baba yako ama na mama yako. But you people, because hawa ndio wamelea nyinyi, mnajua ni wapi mnaweza ingia na mnaweza fanya ili muendelee. So let's get one of you to become the Joshua. Whether it is the youngest one, whether it's the oldest one, please mnakaa na mnasikizana na mnaongea. I know you have your uncles and your aunts. Also listen to them. So I want to say this: we as a friends, we have lost a great friend, Grace, but because it is the wish and the will of God that it was her time to go and rest, now we say that let's continue praying and supporting this family, both in prayers and in advice, so that that continuity of that family can continue. And may God bless you all. Yeah. Thank you, Mr. Maoneki, for the speech, and also we have heard that you know this family very well. You have been with them, and even for the good advices to the left behind children, and we hope that since you are there with them, you continue giving them advices, and maybe they'll be seeking some advices from there, and we hope that you continue assisting them. Thank you very much. I don't know if we have any representative from the in-laws. If there is, we can give him or her a time to talk to us. Is there any? Okay, if there isn't, we go straight to the tribute, and we'll start the tribute with the children. So if Monia and Rita, okay, the tribute. We start with the daughter Wairumo. If you can come over, and if someone can assist her, be strong.
beautiful things I can say about my mom. So many. And each one of you had an experience of her. I'll start my tribute. Dear Mom, Grace Waibumo, will be forever missed and cherished by us. You are the total package of a great lady. You are loving, caring, hardworking, generous, and above all, you are extremely pretty. I will miss the fact that you always had my back. No matter what I encountered, I always knew, Mom, hata kama kimeumana, let me just tell her the truth. Because she loved the truth, no matter what. I was like, hata kama kimeumana, this is my mother. I know she will rebuke me. Ataniambia si nilikwambia. But at the end of it, she still had my back. Many of you know that my mom was my best friend. Everyone will tell you, all my friends, Mildred here. Every day, my mom. We used to go to town together. We used to do our own things. And we were so close that everyone was like, is this your big sister? I'm like, no, this is my mom. They were like, you're so close. And anytime I went out without her, I couldn't wait to get home and just tell her, Mom, hey, today, nilienda tao, nikapitia pale, she used to love beauty, pale Perida Center. I know you ladies know that place. My mom showed us those shops. She knew those shops that had the real things and the fake ones. So now when I'd go to town, she'd send me, hey, go to that shop pale Perida, bring for me some earrings, stockings, some fascinator, just bring for me something. I will really miss those moments. And when I'd go, I'd come back and tell her, hey, Mom, I brought this. On top of that, we're just having our stories to Napiga Moshene, like we always did. I will really miss that part of that friendship with my mom. I know it's not going to be easy, but God, have your way, because it's your way. Who am I to question you, but to give you thanks in all circumstances? You knew how to solve conflicts. Not even once did you take sides. You are so tough. Hey? You never take sides. Oh, you're the firstborn, you're the secondborn, oh, you come umekosea. And she would tell you, go and ask for forgiveness. Don't be too proud to ask for forgiveness. Thank you, Mom, for instilling that be humble, be humble. I remember in high school, I went to State House Girls. My friend Yamil is my witness. All my classmates had noticed my mom from Form 1. They were like, hey, your mom is so pretty. She likes dressing up. And on top of it all, she always had her red lipstick on. All the time, visiting day. What day mom used to come? Na akikam, lazima atokeleze. Even, are you still a witness? So mom, mama alikuwa nakam kungara, hapo mwezi shinda. I'm sure hata wengi wenyu, even my auntie Koi reminded us, don't forget to carry mom's fascinator. Mama yako alikuwa anapenda urembo sana. So even at this last moment, don't let her down. Lazima akae kitu mzuri. Those memories. I'll never forget. Even when my mom was stepping out to go to the shop, she was always well put. She's like, you cannot afford that unaka hivyo, apana. And it wasn't about having expensive things, but just having quality things and looking well put. Whether going to the shop, whether going to church, whether kwenda town, maraundi, mama alikuwa nang'ara, hiyo hata mnajua. In conclusion, Mom, you are so blessed. You've seen us, the four of us, my sister and my siblings, and on top of that, you are blessed with 5 grandkids: Amanda, Sean, Jeremy, Maya, and baby Amani. You really loved your grandkids. They were like, Shosho, hey Shosho, ata mom, my son Jeremy here, Jaja. Ata mom, nisaidie, mom nipei. I'd say no, but no, Shosho hezi kata. Shosho anampea. Ata naambia mama hata ukikataa, I know Shosho will give me. They were spoiled in a nice way, and he also instilled this. And mom used
to say, you have to go to church, because also mom loved church. She taught us mambo ya church. Those days in the 1996, we used to go to Uhuru Park for Evangelist Perimo, the fem meetings, the crusades. Mom used to tag us along. She's like, I know it's hot, you're going to sit on that grass, but you will have to learn the ways of the Lord. There is no two way about it. And one day, you may see like I'm punishing you because, hey mom, tunaenda kukaa kwa nyasi, hey jua ni kali. But she was like, one day you'll come to appreciate. And indeed, I am thankful for that Christian foundation. And even till now, mom was like, Sunday akuna kulala. You take those kids to church and they go to Sunday school. I'm not choice. My mom was like, me, I did my part. Now it's up to you to do your part. And I'm grateful that my mom alikuwa anapenda mambo ya Mungu sana. Even the time she was unwell, she's like, please, just take me to the house of God. I may not have the strength to stand or stay through the whole service, but I just want to be in the Lord's presence, because kwa Mungu ndio tunajiachilia. And he's a God of all seasons, in the good and in the bad. My mom was like, remember, God is the God of the valleys and God of the mountain. Even now I am sick, I may not be as strong, but just take me to church. In conclusion, I just say, what has really kept me from the time mom fell ill, I was taking care of her, with all my siblings, taking her to hospital and everything, we grew closer. And what has kept me till now is the word of God that says, severally the Lord has said in the Bible that he will never leave us nor forsake us. That has really been my rock. Lord, you said you'll never leave us nor forsake us. Even now, Lord, I know you're still with us. You're holding us with your right hand. I am so grateful for the life my mom lived. She lived a full life. She really lived. She had the best of everything. And I'm so grateful for all the values she instilled in us. Thank you, everybody. We clap for them again. Yeah, thank you for being strong, and thank you for recognizing your mother. The next tribute is from the sons, Monio and Ted. You can come over here. And can someone come and assist them?
long enough to be with all of us. In the years we have known you, life brought with it challenges, but heaven received you as well as you fought the fight and won the race. Meet again. Rest in peace. Pigia makofi tena. Okay, the next tribute is from the do the reading. Okay. Memories of made down our cheeks because they were cherishable. Start. Memories we made together met tears down our cheeks. Sure, they were cherishable. You were our best friend, a reliable best friend, in fact. A mentor to all of us. Whenever we needed someone to talk to, you were there for us. You handled. never favored anyone. Let's clap for the verse. The next and the final tribute is from sisters. The sisters can come over here. Be strong and come over here. Mobi, just come over. Mobi. Shira, come over. As sisters, brother, Waikumo, it's quite unbelievable that you are call your name for us. In life, we loved you, and in death, we shall continue to love you. Through your children and your grandchildren, we'll make sure they are taken care of, they are guided into the Word of God. Surely, Washira, you were a gift to us. We will miss your laughter, we'll miss your caring, we'll miss your advice. You would say the things the way they are. For real, grace was indeed a gift to us. Rest in peace, our sister. Thank you. That is the end of the tribute, and I want to thank
to thank everybody for this part we are, and I have the pressure now to hand over to the church so that they can take us from here. Thank you. Let's appreciate our MC in Jesus' name. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the living God. God is good and all the time. Kwa majina naitwa Sham Kamburu, and Jesus is Lord. Hallelujah. We are here for one reason, to celebrate life. Bwana Yesu asifiwe sana. We are celebrating the life of our sister. She is going to be the Lord. We know she's in a good place. Bwana Yesu asifiwe sana. So we are not mourning, we are celebrating. Praise the name of the living God. So we have entered the session of the church, and I will want us to kusimama. Let us all be on our feet. Let us all be on our feet. Jesus, session of praise and worship. So kindly prepare yourself. Same Church National, our under and Pastor Lucy. So praise the name of the living God. Father, we thank you. We honor your name, Lord. Almighty, there is none like you. And to us, you are our comfort, O God. We pray for your grace. In Jesus' name, pray. Jesus. Celebrate our Jesus. Amen. Praise and worship kwa haraka. Just one worship and several praise. Karibuni. Asante. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tubadilishe sura tuingie kwa uwepo wa Bwana. Amen. Amen. Ahidi tutaabudu pamoja. Amen. Hallelujah. Amen. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama
pokea sifa. E Baba, e Baba, e Baba, pokea sifa. Pokea sifa, pokea sifa. Pokea sifa, pokea sifa. Pokea sifa, pokea sifa. Gayore mwega, gayore mwega. 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 Wathi wakwa kwendo wasikwa nene otigeire omwandu. Gatho ciakwa kuma ũnini-inĩ wakwa ngwĩguonetewe na tene tũtonete gatho ciakwa kuma ũnini-inĩ wakwa nĩngwonete wega wĩ mwega nyambare arĩ mũthĩrĩra rũcio nginya tene. Gatho ciakwa kuma ũnini-inĩ wakwa na rũcio nginya tene. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Amen. Tunaweza kaa chini. Let's sit in the presence of God. Let's stand in the presence of God. Like I said, I fellowship at Christian Church International at Dandora, and Reverend Kefas and Pastor Lucy. And we thank God because we are here because our mom was a believer. Praise the name of living God. We are going to go to the next session of theology reading. Who was supposed to read the theology? Nenda mwalika tu akuje some. My name's Kenneth Ngarindongo, and I'll be the one taking you through the eulogy for the late Grace Waigumo Karanja. Birth. The late Grace Waigumo was born in 1962 to the late David Mukoma Shiera and the late Joyce Wairimu Mukoma of Tambaya Village, Mukurweni Sub-County, Nyeri County. She was a sister to Esther Wamboi Karanja, Jane Mombi Aresi, Beth Nyambura Kumaka, John Shiera, Paris Wanjiro Mwangi, the late Charles Mwangi, and Margaret Wangoi of Capwell Industries Limited. Education. The late Grace started education at Tambaya Primary School in 1969 to 1975, where she sat for her CPE and passed well. In 1976, she joined Kabare Girls High School and did her East African Certificate of Education and excelled. Employment. In 1980, upon completion of a secretarial course, the late Grace was employed in the Ministry of Interior and Coordination, where she worked before parting to pursue her business. Family life. The late met her love, the late S.K. Wawero, and married in 1982. They were blessed with 4 children, namely Violet Wanjiko, Joyce Wairimo, Andrew Munio, and Dr. Ted Nderitu from Aga Khan. Mother-in-law to Nancy Mudhoni, Margaret Wariara, grandmother to Amanda, Sean Mwangi, Jeremy Karanja, Maria, Amani, and aunt to many. Christian life. Grace was brought up in a Christian life and was baptized at PCA Tambaya Church. She was a staunch believer and a follower of Christ. Illness. In the year 2020, in the month of May,
Grace Waigumo went for her normal routine medical checkups, and upon the doctors examining her, she was referred to a specialist at Mpisha Hospital. She was operated on and treatment commenced through chemotherapy and radiotherapy. She went through the first chemotherapy and completed, but the illness recurred again later last year. On 5th November 2022, she was admitted at Kenyatta Referral Hospital, where she later succumbed to the illness on 14th November 2022 at 7 a.m. She died at the age of 60 years, and she is survived by her 4 children and 5 grandchildren. It's God who gave us grace, and we thank him for the precious time we had with her. Amen. Let's appreciate our brother. God bless you. We bless the name of the Lord. I also want to go to the next session of acknowledging the clergy that are around, so that they may come and greet us in Jesus' name. Karibuni sana. Washangilia kwa makofi unapokuja. God bless you. Thank you. Bwana asifiwe. Salimia yetu hivi, Bwana asifiwe. Todo ile tukomete, todo Kristo komete. Todo ni kukaimene. Bwana asifiwe. Amen. Atuma nao mosa na rushini. Nimweria igwa terio bare yake kana siku. Igwa terio bare yake. Na ngai no kinya eke uri kwenda gwika na rio bare yake. Ina ni tuere kana tutie. Tutie de wa Kristo ne mwaviru. Sasa ni mimi na wewe tumebaki. Tako na Kamau na Jason ne tole ndugu. Tukita kuna gitio kia Paris, sister ya Grace, kwa maana yake tukimwona kirie nikio twego huko. Ya mwana adime na mweke wega. Asante. Mwadhani. Bwana asifiwe. Haleluya. Kristo ni mwega. Hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo Reverend Raphael wa Kĩritũ na ndĩ mũira wa Jesũ atĩ nĩ ahonokanagia na nĩ atũragia andũ arĩa mamwendete. Bwana asifiwe. Ona niĩ njũkĩte na gĩtĩo kĩa Paris nĩ mũrata wakwa na nginya rĩrĩa ndwari ĩno yokire no tũkoretwo tũgĩtwaranangĩte. Mwathani arogocwo. Thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria rĩrĩa rĩtie ũhoro wa kũmbwo ũrĩa tuombirwo na nĩ tũĩ wega mũno. Na koguo mũthenya ũmwe no nginya na ithuĩ tũrĩkia na maũndũ marĩ. Kĩũria nĩ gĩkĩ, ũkahobanĩrio ũhana atĩa na mwende. O mũthenya to mũthĩ kĩroko kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara ngoragwo ndĩ mũmemerekia ceceni-inĩ ĩtagwo Gũkena FM, tabarĩra ĩtagwo Gũgĩkĩa, Mwĩhoko na Kĩĩrĩgĩrĩro. #no nginya igũrũ rĩarie. Ngai amũrathime. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Na niĩ njĩtagwo Reverend DK na niĩ na Jesũ nĩ tũrĩ ndũgũ tondũ wa kũhonokia na kwekĩrĩro kĩa muoyo. Tũkĩte tondũ wa Paris tondũ tũkorwo nake na tũrathimaga na no nginya tũkarathime ndĩra aracakaya. Ngai tũmũrathime na mwĩke wega. Let's celebrate the gift of God. Let's celebrate the man of God. God bless you. We are very humbled to have you here. God bless you. Allow me to welcome another great man of God ambaye tunakuanga naye kule Christian Church International, Pastor Maina. Karibu. Let's appreciate him as he comes to greet us. Amen. Yes, Bwana asifiwe. Yes, I'm Stephen Maina, pastor. Na tunahudumu na kanisa la CCI. Yes, na ninafurahia hata kuwa mahali hapa. Yes, kuna a day in the Bible kulitendeka jambo kama hili limetendeka hapa. Familia moja ya kina Martha na Maritha. So kukawa brother yao Lazarus alikuwa amekufa. Na wakawa walikuwa na maswali mengi sana, walikuwa wanaulizana pale kama kwamba ameisha kabisa ama tena watakuwa wakikutana naye. Na in accordance to John 11:25, Yesu akijibu Martha. By the way, the name Martha means bitterness. Ile ukali hata watu wanakuanga nao wakati wameachiwa ama mtu wao mmoja ameaga. Yes, na Yesu alijibu akasema hivi, yes, I'm the resurrection and the life. Na yoyote ambaye ananiamini hata ikiwa amekufa atakuja kuishi tena. Bwana asifiwe. Yes, na kwa maana tumesikia wa Sister Grace alikuwa mmoja wa kuamini Yesu Kristo. Yes, even if amekufa the physical death, si kuisha ameisha, bado atakuja kuishi tena. Praise God. Yes, na kwa wale ambao watoto wake wameachwa,
the God mwenye huwa na heal the woods. Yes, tunaomba ya kwamba atakuwa wa kuwaponya pia wao. Barikeni sana. Amen. Let's celebrate the man of God. God bless you. Our sister Grace had just recently joined us as CCI Dandora. That's why we are ministering, and we bless the name of the Lord. Grace Ezra, come and speak on behalf of the daughters of the kingdom. Alikuwa mama, so let's appreciate she comes in Jesus' name. God bless you. Praise God. Bwana asifiwe. Majina yangu ni hivyo mmesikia, Grace Ezra. Grace tulikuwa tunaitana na yeye namesake. Alikuwa ni rafiki wangu wa karibu sana, tulikuwa tumependana. Ni mama ambaye alikuwa ni mama wa Biblia, alikuwa anapenda sana neno la Mungu, alikuwa ni mama wa maombi. Na mimi kitu moja ningependa kusema, Grace hajakufa, but Grace amenana. Bwana asifiwe. Na mwenye tutakaa tukiwa na hiyo imani ya kwamba sisi hapa chini tuko tu kwa muda. Bwana asifiwe. Sisi hatutakufa, sisi bali tutanana tu, kwa sababu siku ya kema ikifika tutaenda na Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa Shiko, Joyce, Monio and Ted, ningependa tu kuambia mjipe moyo. Mama hajapotea. Lakini mkikaa kuningana na vile mama alikuwa amekaa, mtaenda kumpata mahali ameenda, na Bwana wabariki. Amen. Let's appreciate her. Amen. We are now going to the next session of wanting to hear the word of God. Praise the name of the Lord. Praise Jesus. In every situation, God has a word for us. Bwana Yesu asifiwe sana. No matter what we encounter in this life, there is always a word for us. Praise the name of living God. And so many speakers are talking about how our mom walked with the Lord, and how she took her children to the church. Praise the name of living God. It is a legacy she has left behind. Bwana Yesu asifiwe sana. And the question I want to challenge you with, ambao umeachwa mahali hapa, when you shall go, which legacy are you going to leave behind? Hallelujah. Are you going to leave the legacy of I was a believer? Hallelujah. Because that's the only legacy that we are guaranteed of victory. Hallelujah. We are going to hear the word of God, and I want to request all of us to smame. Let us all be on our feet, please, kindly. We honor men of God in the name of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Let's celebrate the presence of God because it is here. Come on, someone. Let's celebrate the presence of God because it's here. Hallelujah. Allow me to welcome the woman of God, our mom in the Lord, Pastor Lucy, as she comes to invite the man of God in Jesus' name. Let's celebrate the gift of God in the name of Jesus. Let's celebrate the gift of God. God bless you. Praise the name of the Lord. Hallelujah. You know, those of us that have come to stand with the family, we ought to be a bit strong. And we are Christian Church International, and the man of God was requesting if we have another member of the clergy that is seated right behind there. Kuna pastor ako hapo nyuma, ni muone kabla tuingie kwenye hiyo hatma ingine. Is there a pastor that is seated behind there? Thank you. The Lord bless you. So we are Christian Church International. Tuko pale Dandora phase 2. I am Pastor Lucy, bibi ya mchungaji Kefas, and we have known Grace. And there's something that made me smile when Wairimo was speaking, because when she started talking about her mother, all of a sudden she turned and she started smiling, because when she started memorizing of how she used to live. Na tunapoangalia hiyo picha ambayo ni iko hapo, this woman look a woman of style. Don't you see this? Na Jane and the group that has been with mom, ata Samantha, kumbe mulikuwa, this woman, she even looks very young and she's looking very strong. And even the time that she was coming to church, huyo mama hata kama alikuwa mgonjwa, alikuwa anakaa mama ambaye anaelewa. Praise the name of the Lord. We concluded when we were just getting into this place that this woman was a believer. Tell your neighbor, believers do not die. Leo natukiaraniria tondu githe tuthiukire kumuhurukia na tugikene tondu ni mutumia wina maundu maingi mega. Believers do not die. Believers rest.
There is a song that is in our eulogy, Haria Onyitana Guoko. As we receive the man of God, that's a song that we want to sing. Onyitana Guoko is in our eulogy. If you have one. Hallelujah. Ah, beautiful. Ah, thank you. Unyitena guoko jikara gena wetwine ikuire muti wakwa mbirwo jikara gena we mathina ine mothe wonigetha undeithie kuhotana mwathani atendo kandiga na nikwenda ngona uliliwa igoro ohithe haria andu matange ungeona oru ohithe nanie ninjoendire hinyamwa toine wagwetirereria onditishia onathutisha mwire na wendo warata na miago ya thino itari bata mwire mwathani ndukandiga woina nigwe ndangona ngaililiwa igoro hithe haria andu mata ndahoya ungiona oru oye guoko gwaku ge mwathani eni nenjoe haetenduka na ningwenda ngona oliliwa igoro ohithe haria andu yengenyon ngai ungio ona oru mwere mokoritare mwisho mwathani nenjoe yenduka ngai nane nyene gwenda ngona olili wai hoya ohithe haria andu anginyona ungiona oru ohithe. Father, in the name of the Lord, you have convened us, oh God, at this point because of our sister Grace Waigumo. Father, we understand she believed in you. And Lord, you have not gathered us in vain, but for the gospel, Lord, and even because of your cause, Father. This is my prayer, that you shall comfort our beloved, oh God. You shall comfort Monio, Ted, Wairimo, and her sister, Lord. I pray that you shall be there for Shiko, the sisters, the brother, oh God. Thank you for this gathering, God. It is never in vain. The Bible says that all things work together for good for them that are in Christ. Father, we are ready to hear you, Lord, for this gathering, God. I know you. Bwana asifiwe sana. Be excited because the word of the Lord will come to give us hope. Tell your neighbor there is hope for you.
There is hope for you. And now with the joy of the Lord, allow me to receive the man of God, Reverend Kephas, who is together with us. He is a friend to Grace, I know. And the man of God, karibu sana, tunakuheshimu. Tumpigie makofi ya japo, ili aweze kunena neno la Bwana in Jesus' name. Thank you so much. Tunaweza tukaketi. Najua kwamba Mungu ametuleta hapa uzo wa Mom Grace. Na sometimes wakati mtu ambaye kwa karibu na sisi ametuacha to defeat death. Na the death ya kwanza ni defeat of the spiritual death. The separation of man and God. That's why wakati alikuwa pale kwa msalaba alisema kwamba tetelesta, it is finished. Kila kitu kimeisha. So once you receive Christ, you have life. And you cannot die again. The physical body unaweza kufa, but spiritually you are still alive. So nataka nichukue dakika kadhaa hapa nituize familia, niwaambie kwamba although mama ameondoka, God is here with you. Na God lazima atafanya makubwa na maajabu. Vile nilisema wakati mwingine tulikuwa tunahubiri mahali pale tulipotembea pale, tukasema kwamba sisi tunaweza jaribu kumcomfort, but hatuwezi kumcomfort kwa sababu hatuwezi kufikia your spirit. But there is one ambaye Pauli aliandika na akasema kwamba God of all comforts who continue to comfort you always. The Holy Spirit is our comforter. He leads us to all dimensions of truth. And I believe Holy Spirit in you atawatuliza na atazidi kusimama na nyinyi na kumuonekania. Now one thing I know, as long as you believe in God, hakuna mwanya. Ule mwanya unaonekana kana kwamba mahali pale Jehovah God atakaka ule mwanya na kila kitu kitakuwa sawa. So I'm Reverend Kephas and Christ is Lord. Nimepewa utakatifu na Bwana, nimefanywa mtakatifu na nimepokea wokovu wa Bwana. So nataka tu Pastor Maina anisomee maandiko tu, alafu from there tutaendelea. Nataka nitumie dakika chache tu hapa. Thank you kwa watumishi ambao wako mahali hapa. Thank you, karibu sana. Tutafanya kazi pamoja hapa because of the Lord. Na elders ambao wako hapa, we love you so much. Kutoka kwa makanisa tofauti, deacons, God bless you so much kwa kuja kutuliza hii familia. Nyinyi ni watu wa maajabu sana. You Luke chapter number 16 and verse number 19. Nataka tusome Luke chapter number 16 verse 19, tusome rafu. I pray then dakika 15 hivi I share the word of God, alafu tuende pamoja. Luke 16 from verse 19. Yeah. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. Verse 20. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores, and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. Continue. Okay, in hell, when he was in torment, he looked up and saw Abraham's far away, with Lazarus by his side. Verse 24. So he called to him, Father Abraham, have pity on me, and sent Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I'm in agony in this fire. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us and you, a great chasm has been fixed, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. He answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my father's house. For I have 5 brothers, let him warn them, so that they will not also come to this place of torment. Abraham replied, They have Moses and the prophets. Let them listen to them. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. The last verse now. He said to him, if they do not listen to Moses and the prophet, they will not confess, even if someone rises from the dead. Baba, tunakupa sifa siku leo, maana wewe ni mwaminifu.
Ni wewe uliona kwamba kunafaa tuwe mama wetu Grace, ili baba aje akae pamoja na wewe. Nasi baba tuko mahali hapa, tuko hapa utulize mioyo yetu, utunenee na utuambia kwamba kuna siku kila mmoja ataondoka na ache mwingine. Baba, tunapomega huu mkate, tunaposhiriki kwa neno lako, Roho wako Mtakatifu akaseme nasi. Baba, tunatangaza kwamba mioyo yetu itabadilishwa na neno, na unafanya makubwa hapa kwa ajili utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Simu nisaidie tuseme amen. Hii saidi si tuseme tu amen. Unajua kwamba Mungu anajua kila kitu. Nataka tu nipende kachache hapa niongee juu ya mfano mmoja kwa Bible. You see, Jesus Christ alikuwa anaongea na parables. But kuna this parable ambayo imesoma hapa na mtumishi wa Mungu. Bible inasema kwamba there was a certain man. Na every time you study Bible, unaona kwamba parable imestart na a certain man. Wanapo umestart theology, you may agree with me, this was not just a parable. Kunasemekana kwamba if in a start with a certain man, the one as theology wanasema kwamba sio parable, that ilikuwa ni story ambayo ilikuwa real, ya kwamba kulikuwa na mtu kama huyo. Si parable tu, ni vile tu kuna jambo linaweza tendeka. Nikuje hapa nipeane mfano na kuna mtu fulani ambaye alikuwa anaitwa hivyo. So kumaanisha kwamba this was not just a parable, ni story ya mtu ambaye alikuweko siku moja, hatujui ni lini, but alikuwa siku moja. Na Biblia inaelezea kwamba there was a certain man. Yule mtu hajapeana jina yake, but anaitwa a certain man. Na alafu sio tu hivyo, anaambiwa mavazi yake vile alikuwa anavaa. Anasema kwamba kuna mavazi yake ambayo alikuwa anavaa ya kifahari. In fact, nasema kwamba yalikuwa ni ya papo na linen. Wale ambao umestudy Bible, you understand in those days, mtu ambaye alikuwa na nguo za papo zilikuwa ni nguo za kifalme. Meaning yule mzee au yule tajiri ambaye kwa mahali hapa mavazi yake matambulikana. Na ukiona mpaka Yesu akijua mavazi yake, elewa kwamba ni mtu ambaye alikuwa anajulikana. Na ni vyema sana tuelewe hapa. I know kuna watu wengi sana huwa anainukia huu tajiri. Wanafikiria kwamba the reason why tajiri alienda hell ni kwa sababu alikuwa tajiri. Angalia mweza kumwambie si vibaya kutajirika. By the way, it is in accordance with the word of God. Kwa sababu kuna watu wanasema kwamba yeye tajiri alienda jehanamu kwa sababu alikuwa by the way, hata Jesus Christ hakuwa against mavazi. Tunaelezwa mavazi yake vile alikuwa anavaa. Ni vyema kuvaa hata vizuri, by the way. At least unaonekana kwamba like mom, see, is good. Ni vyema sana kwa mtu ambaye unavaa vizuri. You know kwamba hata madaktari kuna vile wanavaa. Kuna vile unaweza tokea umevaa hapa, tukushikanie tukupeka pale kwa kona. Kwa sababu mavazi yako yanaongea kitu ambacho unaweza kuwa ni mtu tajika, but vile tu unavaa uonekana kuna problem mahali. Bible inasema kwamba huyu mtu ambaye alikuwa ni tajiri, if kuna statement inanijenga ni hapo, alikuwa tajiri. Angalia mwenzako mwambia hutakufa maskini. But then ni vibaya sana. The Bible says if you're obedient and what? If you're willing and obedient, you eat the best. So haufai kufa before we eat the best hapa. Tumeitiwa the best. But it is good to understand kwa Bible utajiri. Wakati John alikuwa anaandika barua alisema kwamba wakati una prosper kifedha, kimaisha, your soul inafaa kuprosper pamoja na wewe. So the problem ya kutajirika si utajirike tu physical. Unafaa utajirike even your soul, even your spirit. That's only the problem. Usitajirike tu na nje, utajirike mpaka na ndani. But kutajirika na nje ni Bible. Okay, for your information, acha nikusurprise. Out of that 7 parables of Jesus Christ, 16 of them speaks of how to manage possession. So meaning Jesus Christ alikuwa ananena na parables akielezea vile watu watamanage mali yao. Okay, 12 of them speaks of money, about money. Nani Jesus Christ anapeana parable. Haya, to that the miracles of Jesus Christ zilifanyika either karibu na Gennesaret or Gennesaret. Gennesaret means garden of riches. Okay, Biblia inasema kwamba yeye alifanyika maskini tukue matajiri. So when he created Adam, hakumweka mahali pa umaskini. Alimweka Garden of Eden, meaning the original ideal of God. Sio watu wafinyike, ni wakae vizuri. And let me tell you, watu ambao tumekuja hapa,
kutuliza hii familia, na sisi ambao tumeachwa na wamama hapa, ni vyema sana kuwa ndasani. Sio dhambi kuwa na pesa. By the way, it is biblical, na ukikosa pesa hata unachukiwa. Hey! Kuna meetings zingine watu wote wanangoja uingie. That's the thing. Proverb imesema kwamba ukikosa pesa hata marafiki wanakutoroka. It is the Bible. Niliambia watu wengine, kuna mtu ambaye nikifika heaven in case tutakutana, nitamuita mahali nimuuliza swali moja. Bible inasema kwamba there was a poor man in the book of Ecclesiastes. Alikuwa full of wisdom. Alisaidia one city. Wakati kulikuwa na maadui walikuwa wamekuja kuangusha ule mji, akasaidia mji mzima vile watapigana vita. But the Bible says no one remembered that poor man because he was poor. Ngani mweza kumwambia pesa si mbaya. Wacha niisho kutuambia kwamba ati tunafaa tu kwenda heaven. Unafaa before uende heaven ujenge nyumba, ununue plots kadhaa, at least ukitembea unafeel kwamba are we together? Tuna watu ambao tunakubaliana nao mahali hapa. Hii gospel ya zamani iliisha, ile tuko tunaambiwa kwamba unafaa kutembea bila viatu ili uende heaven. Ati sasa ujinyime kabisa. Let me tell you something, alafu niende hii point nyingine before nianze hapa. So nataka kuonyesha kwamba the problem ya tajiri si kutajirika. Okay. Do you know kwamba there are days that Jesus Christ niambia watu before aende heaven alikanyanga Bethany. There are days zake before aende kwa msalaba uliwe. Alienda na akatembea na akarara huko siku kadhaa mahali panaitwa Bethany, house of poverty. And I believe the reason why alitembea house of poverty before akufe kwa msalaba, alikuwa na make a statement. Before nikufe kwa msalaba, nimetembelea hapa kwa maskini, maana ile grace nimeleta sio umaskini. And read your Bible. Wakati Jesus Christ alimaliza assignment yake na akienda heaven, the last place alikanyanga ya session ni Bethany. So alikanyanga poverty alafu akaenda. Alafu mimi uniambie poverty nikalie. Abomination no. Angalia mweza kumwambia kuandia siku leo, fanikiwa mpaka kibiashara, hata kimasomo. Watoto wako wasome, wafanikiwe, waendelee, wafanye PhD. We are called for that. The best of the land. So the problem ya tajiri sio pesa. Ala si mavazi. In the Bible na recognize mavazi ya watu. Kuna vile kuhani walikuwa na mavazi yao wanatengenezewa. Kuna vile hata king alikuwa na mavazi yake anavaa. Kila mtu ana mavazi yake. So kuna huyu, the only problem niko na huyu tajiri ya kwamba hakuna mtu anamjua. I want to even Jesus Christ, and then he was 100% God and 100% man, but hamjui, anasema a certain. Imagine God akisema kwamba a certain brother. So hiyo ndio inanistua. Maana sababu unasema kwamba God knows those who are his. So if the rich man was not known by Jesus, he was not his. Bible inasema kwamba kulikuwa na rich man. Alikuwa na kwanza kuna hii party inanijenga hii. Hii party inasema kwamba vile alikuwa anakaa kila siku alikuwa anakula vizuri. Kila siku daily ako na pesa anakula vizuri. And let me tell you, kanisa na watu ambao tuko nao mahali hapa ni vyema sana kukula vizuri. Kwa sababu yeah, it's good. Ni vyema sana kula vizuri. Bible inasema kwamba mtu ambaye ni wa hasira, soma kwa Bible, ukikubali hasira ikae kwa your heart for long, Bible inakuita mpumbavu. Then Proverb inasema kwamba mpumbavu hafai kukula vizuri. So the only person hafai kukula vizuri ni mpumbavu. Bali mtu ambaye ni mwelevu anafaa kula vizuri. That's Bible. So tajiri alikuwa anakula vizuri sana. But I have one problem na tajiri, hajulikani dini yake ni nani. But Bible inasema kwamba there was one beggar. Is good, but hiyo statement ya beggar isikue kwako in Jesus mighty name. Hiyo party ya beggar hiyo si nzuri sana. Bible inasema kwamba there was a certain beggar. But watu ambao na prefer Bible, unaweza angalia prefer Bible, unakuta kwamba hakuwa maskini.
alikuwa na pesa zikaisha kwa sababu ya ugonjwa. Kusoma hapo Bible inasema kwamba alifanyika maskini. So meaning although ni bega, hakuzaliwa akiwa bega, alizaliwa akiwa na kitu na mali. Ule ugonjwa ukaja kwake, ukara mali yake, akabaki sasa hana kitu. So hakuwa maskini just like that. But Bible inasema kwamba jina yake inajulikana, ito Lazarus. So Jesus Christ anamjua kwa jina. Watu ambao ni wake anawajua kwa jina. Tajiri hajulikani, bega anajulikana. Let me tell you today, as we rest our mom here, kuna swali moja unafaa kujiuliza. Mama ameenda to be with the Lord. Manake mtu akifa kama siku ya leo, it is not like the Old Testament days. Manake in the New Testament days is totally different than the Old Testament days. In Old Testament days, watu wakifa walikuwa naenda Syria or Hades, or what well known as paradise. Manake hell was divided into two compartments. There was a part of paradise ambayo ilikuwa ni watu ambao ni watakatifu, or Abraham's bosom, or side nyingine ambayo inaitwa Syria or Hades, ambao watu ambao ni wenye dhambi walikuwa naenenda. But when Jesus Christ alikuja mahali hapa, then akafa pale kwa msalaba, mwili wake uliwekwa kwa grave, but spirit yake ilienda hell. Remember yule mwizi walikuwa naye kwa msalaba, vile alimwambia today will be with me, wapi? Paradise. So alichukua yule mwizi, then akaenda kielekea hell, akamdrop paradise, yeye akapenetrate, akaenda kabisa. Then on the third day akaanza kuquote scriptures in hell. Then akatoka hell on the third day, akaenda kwa grave, akachukua mwili wake, then akachomoka, akaenda to the third heaven. Na wale ambao walikuwa kwa paradise, akina Ibrahim, believers of Old Testament, akaenda na wao Ephesians chapter number 4, akawabeba all of them, akaenda na wao to the third heaven. So today a believer akifa anaenda direct to the third heaven, presence of God. So mom ako in the presence of the Lord. But I have this one question nataka nikuulize. Mungu anajua jina yako. Tajiri believer alikuwa anajulikana. Nyumba yake alikuwa amejenga. Alikuwa na gate kubwa. Ba unasema kwamba Lazarus alikuwa anabebwa. Akibebwa, in fact kile kinanistua. Amplified Bible inasema kwamba alikuwa drop. Alikuwa actually inasema kwamba carelessly. Alikuwa anatupa pale carelessly. Si ati alikuwa na kwa vibaya. Watu ambao walikuwa walikuwa wanambeba na madharau. Wanamtupanisha kwa gate alafu anaenda carelessly. Hivyo ndivyo Amplified Bible inasema. Anatupanisha mahali pale. But he was known by Jesus. I don't know what you're going through right now. Maybe familia hii inaweza kuwa inapitia pain. Maybe kuna issues unaweza kuwa unapitia. But as long as you're known by God, nataka unisikize. As long as you're known by God, the case is settled. But now the problem is this one. I know kuna watu ambao wanasema kwamba pastor, Yakoba is a believer, haufai kupitia mambo mazito. No, nisikize. Lazarus was a believer. Lazarus anajulikana kwa jina. But the funny part is alikuwa na magonjwa, but alikuwa a believer. Kusema kwamba umegojeka does not mean kwamba you're not a believer. That's the thing. Kusema kwamba you are going through issues and situations or battles that don't mean kwamba umetenda dhambi. No. Lazarus anajulikana kwa jina yake. But kuna ugonjwa umemwandama, kuna vidoda. Baadhi kile kinanistua. Bible haisemi kwamba mavazi yake yalikuwa na namna gani. Hatuambia alikuwa anavaa namna gani. Maybe hata kwa ajili ya vidoda hakuwa na nguo. Maybe alikuwa uchi. That's why watu walikuwa wanambeba wanamweka kwa gate ya yule tajiri afu anaondoka. And Bible inasema kwamba tajiri alikuwa anapita hapo na muona kwa mlango. Although ana pesa hakuwa anamsaidia. Although yeye anakula vizuri sana. Lazarus alikuwa anatamani kukula mpaka mabaki, at least mabaki ya tajiri. And let me pray for you this December. Na sio December tu, hata wakati kama huu. If unaweza saidia mtu, saidia yule ambao unaweza saidia. Usikue unga unaharibikia kwa nyumba. And there's that mama somewhere hana chakula. Na unaharibikia na unga kwa nyumba unatupa. Kuna nguo hauwezi tumia. Na kuna watu ambao unaweza wasaidia na hizo nguo na zikuwe wako smart wakijiangalia. Usiwe kubali in your life kile ambacho unaweza fanya
ukose kufanya. It is not in vain. Wakati unasaidia mtu ambaye hajiwezi, Biblia inasema kwamba in Psalms 41 ya kwamba there are 7 blessings zinaandama watu ambao wanasaidia watu. Tajiri alikuwa tajiri, tajiri alikuwa na mali, but alikuwa anapita kwa mlango, anakuta a beggar there ambaye ana vidoda, inzi zimejaa, umbwa anakuja kuramba vidoda vyake, but tajiri anamdharau. I believe alikuwa anapita na machine, zile machine, anapita na machine pale, maybe anafunga mpaka dirisha, anaondoka, anamdharau. The beggar was a believer. But let me just make this statement. You'll be a believer but not a beggar. That's the thing. Listen to this one now. So ako mahali pale, marafiki wake ni umbwa ambao alikuwa anamtembelea, instead of kusaidia kile kidoda kipone, wanakuja kuramba zile vidoda. I know there are people today, they have wounds, not physical wounds, but they have emotional wounds. Kuna watu ambao na vidoda walikwazwa. I know kuna watu ambao walikwazwa na marafiki wao. I know kuna watu ambao walikwazwa na watu ambao walikuwa wanafanya kazi na wao. I know kuna watu ambao na vidoda walikwazwa maybe na watu ambao walikuwa wanafanya biashara na wao. Maybe hiyo biashara ilikuwa inafanikiwa, mara akatoroka na pesa zako. I remember kuna mama moja alitoka nje akaja akaniambia kwamba pastor, mimi nina kidoda nimekaa nacho. Nimefanya kazi nje for 8 years, nikaweka 12 million. Alafu nikasema kwamba nikuje nijisaidie na hiyo pesa. Time alikuja akijua kwamba na pesa 12 million. Yule mtu alikuwa amepea, ametumia zote, hana even a single coin. Alikuwa ananiuliza pastor, nilikuwa narara nje nikiweka hizo pesa nikuje kujisaidia. Bali kuna huyu mama nimempea pesa, ametoroka na pesa zangu zote. Alikuwa na kidoda. Let me tell you, usipuuzilia mtu mnakutana na yeye. Kuna watu ambao wanatembea but they are wooden. Kuna watu ambao unaweza angalia hivyo but wana kidoda, wamekwazwa. Maybe aliachwa na boyfriend. Maybe aliachwa na mzee hajui yako wapi for 1 year. Maybe kama hii familia wameachwa na their mom. So kuna watu ambao wana woods. It is my prayer, watu ambao wananisikiza mahali hapa, hakikisha kwamba if kuna mtu ambaye ana kidoda, msaidie. At least to heal that wood. Buy kila ambacho unaweza, msaidie. There are people. That's why kuna watu wengi sana wanataka kujiua. I remember one day, nilikuwa nimekaa tu kwa nyumba, nikasikia kwamba in my spirit nimehimizwa nipigie mama mwingine simu. Just like that. Vile tunaweza sikia kwamba let me just call a certain woman tuongee. Nikampigia simu. Nikamwambia praise God mami. Akanyamaza, hakunijibu amen. Nikamwambia praise God mami. Hakunijibu, hakuniambia amen. Nikamuuliza mami, hi, praise God. Nimekwambia pastor, mbona umenifanya hivyo? Nikamuuliza what? Mbona umenifanya hivyo pastor? Nikamuuliza mimi sijui kwa sababu ako nje. Mama yuko UK. Ni daktari mkubwa sana pale UK. Nikamuuliza tena mama, akaniambia pastor, umefanya vibaya sana, umenipigia hii simu. Kumbe time nimempigia simu, alikuwa ameshika dawa. Alikuwa amepanga vitu vyake vyote na zingine kaziondoa. Na akaenda kanunua dawa. Alikuwa anataka kujiua at that moment. So na mimi simu yangu nikampigia ikaingia. Sasa nikakatisha kujiua. Kana nimekwambia pastor, umefanya vibaya sana. Nilikuwa nataka kujiua. Kwa nini umenipigia this time? Kaniambia kwamba hakuna mtu anampenda. Watu hawampendi, watoto wake hawampendi. Marafiki hawampendi, yako peke yake. Akaona kwamba afadhali afe. Yule mama tuliongea na yeye hakujiua mpaka wa leo ana celebrate kile ambacho baba anafanya. What if hatungeongea na yule mama? Do you know kuna watu ambao today wanarara njaa? Do you know kuna watu ambao today wana woods kwa sababu walisimamishwa kazi? Maybe walikuwa na teda wakainvest pesa zao zote mahali pale. Kama Lazarus alikuwa na vidoda physical, kuna watu ambao na vidoda spiritual na their souls ziko wounded. Usipuuzilia. Mungu akikuhimiza kuongea tu one word kwa huyo mtu, nena tu hilo neno moja, linaweza badilisha mtu. Tunaweza kuja hapa kwa ajili ya wamama, na Mungu haya ametutuma kwa ajili ya mtu mmoja. Maybe alikuwa amefika mwisho, anajiuliza swali moja, why am I going through this and I'm a believer? Mbona mimi ninagojeka and I'm a believer? Why am I sick? Mbona pesa zangu zinatumika kwa dawa and I'm a believer? Hakuna verse kwa Bible inaniambia kwamba believer hafai kunywa dawa. Sijaona verse hata moja inakataza believer kunywa dawa. Sijaona kwa Bible. Na kusema kwamba unakunywa dawa does not mean kwamba you're not a believer. Si Mungu anatumiaga mpaka dawa.
Kwani hamunijibu hapo? That's the thing. Mungu anatumia mpaka dawa, by the way. Taka unisikize. So tajiri yeye mwenyewe, Baba anasema kwamba one day tajiri akafa, then hata Lazarus akafa. But Baba inaanzia na Lazarus, ya kwamba Lazarus akafa. Mimi kuna siku ya kila mtu ya kuondoka hapa. Kama vile mama ameondoka, kuna siku moja utaondoka. But nataka before uondoke ujiulize maswali mawili. Number one, have you served the purpose of God in your generation? That's one. Number two, are you prepared for eternity after? Are you prepared for the life after? Kwa sababu mnamuona umezaliwa to serve the purpose. But after kumaliza that purpose, unaenda mahali. Are you prepared to serve God still more? Are you prepared for eternity? Umejiandaa namna gani after death? Au ni maswali mawili unafaa kujiuliza. Tajiri alikuwa hapa na mali, but hakuwa amejiandaa kwa ajili ya life yake after death. Tena alikufa, Baba anasema kwamba alizikwa. But kile kinanistua, wakati Lazarus alikufa, Bible haijasema kwamba alizikwa. I believe maybe hata kuna watu wa kumzika. Na I always encourage watu. Bible inasema kwamba in the book of Ecclesiastes, mtu ambaye amekosa kuzikwa vizuri sana amepitwa na stillbirth. If kuna kitu watu wanafaa kufanya ni kuzika mpendo wao vizuri. It is in the Bible. Lazarus, I believe maybe alipokufa, maybe alikufia na huko kwa barabara. Marafiki wake umbwa, maybe wakararuanga nyama wakatoroka nazo. But Bible haijasema kwamba alizikwa. Hakuna mtu ambaye alikuwa na taka kuwa karibu na Lazarus. He was a beggar. But alikuwa a believer Lazarus. The name Lazarus is a good name. Helped of God. Ni yule bwana anasaidiwa na Mungu. Bible inasema kwamba tajiri tena alikufa. Bible inasema kwamba alizikwa. Na alipozikwa, Bible now haijasema mambo kama vile inasema Lazarus. Lazarus time alizikwa. Bible inasema kwamba roho yake ilichukuliwa na malaika. Akapelekwa kaka kwenye Abraham's bosom. Akawekwa pale kwenye kifua cha Abraham. Mary who was a believer. Yes, alitabika hapa. But after kutabika, kuna mahali alikuwa anaelekea. After this life, after kukaa maisha yako, wakati nafanya kazi, lazima nifanye kazi nikijua kwamba I'm prepared. After death, wakati natibu watu, wakati nahubiria watu, lazima nijue kwamba am I prepared after this? The rich man was not prepared. Lazarus hakuwa na kitu but prepared. My prayer ni ya kwamba utakuwa na kitu but also prepared. That's the thing. Utakuwa na kitu but also prepared. Kwa sababu tumesema kwamba you're not supposed to be a beggar. The idea of God, the mind of God is tufanikiwe. So nataka unitegee wakati namalizia hapa mambo mawili nataka kutaja hapa. Wakati tajiri alikufa, Biblia inasema kwamba alienda mahali panaitwa Hades, the realm of the dead. Na nikasema kwamba in those days watu wakifa, and even today, watu ambao hawamjui Mungu wakifa, hawaendi to the lake of fire direct. No. Wanaenda place called Hades, mahali wanangojea their judgment to come. But in those days, before Jesus Christ akuje, watu hawakuwa wanaenda to the third heaven. Walikuwa wanaenda paradise. Paradise haikuwa heaven. Watu ambao wamesoma Bible. Paradise haikuwa heaven. So akiwa mahali pale Hades, tajiri akainua macho yake. Akona Ibrahim ako mahali far away. Na akaona kwamba kwenye kifua chake kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa beggar, anaitwa Lazarus. Yaani tajiri alikuwa na maringo hata akiwa pale hell. Hawezi communicate na beggar. Sema kwamba Father Abraham, ambia if kuna kitu nachukia ni madharau, unafanya madharau hata ukiwa heaven. Umaskini mbaya. Yaani mpaka huko heaven na bado unadharauliwa. It is my prayer watu ambao wamekuja mahali hapa, serve God with your wealth in Jesus mighty name. Mwangalie mwenzako kumwambia utakuwa believer ambaye ana pesa zake. Hii issue kukua. Imagine tajiri anambia hawezi ongea na beggar. Anambia Father Abraham, hakuwa babake wa kiroho,
Mbona unasema kwamba wale ambao wanaitwa watoto wa Ibrahim, watu ambao wamebelieve kama Ibrahim. But this time mwambie kwamba Father Abraham, ambia Lazarus. Mwambie, mimi siwezi ongea naye, mwambie. Sio wa level yangu mimi. Hata nikiwa huko bado niko na standard yangu. Mwambie ati sasa aniletee maji. Imagine anachomeka mahali pale. Mpaka nafikiria kwamba maji ya kindore inaweza kuja iwekwe kwa ulimi wake, upoeshe ule uchungu wako nao. Ati maji tu ya kindore tu iwekwe kwenye ulimi. And I believe the reason why mahali alikuwa anatomeka sana sio kichwa au masikio, kwa sababu mimi ukiniuliza if mtu anatomeka hapa ulimi na masikio, kwani ni wapi kutotomeka sana before nini? Before ulimi ufikiwe masikio imetomeka sana. Bali anataka maji kwenye ulimi. Why? Maana ule ulimi ulikosa kukili. Ule ulimi unafaa kukili Yesu ni Bwana. Ule ulimi haukukili Yesu ni Bwana. Sasa anatafuta maji. Alikataa maji, the word of God. Sasa anatafuta when it is too late. It is my prayer tukuwa mahali hapa. Before tupeleke our mama tunaenda kumpumzisha. Usikubali uchelewe na wakati. We are in the last days. Yale mambo yanafanyika yanatuonyesha kwamba we in the last days. A time is coming. Hautakuwa unapumua kama mama. A time is coming. Tutakuja hapa tukuimbia nyimbo kama zile tumeimbia mama. A time is coming. Hautapumua tena. Are you ready for that day? Are you prepared to meet Christ? If hautakuwa umekufa atakuja. Anaitisha maji kidogo weke kwa ulimi. But it was too late. Abraham akamwambia, wakati ulikuwa pale duniani, zile vitu zuri wewe mwenyewe ulikula. Sasa na yeye Lazarus alitaabika. Sasa yako comforted right here. Akaambia Ibrahim hapana. Ambia Lazarus aende, have 5 brothers. Enda atoke hapa aende. Awambie tafadhali, waamini, wakubali, wasikuje hapa. Ibrahim akasema kwamba no way. Hata mtu akifa na afufuke enda waambie hawataamini. They have Moses and prophets. Wasipokubali Moses and prophets, still wakota to join right there. That's my question today. Are you among the 5 brothers of the rich man? Ambao maybe tumetumua siku leo. Do you know kwamba Mungu anaweza kubadilisha hili jambo litendeke ili mtu mmoja kuja hapa asikie hili neno. That's it. All things work together for good. Tajiri alijaribu kutetea their brothers. Baraka kwamba katikati yako na Lazarus there is a big gap. Kuna gap kubwa sana. Au watu wanafaa wasikize watu ambao nao mahali pale. Wasipowasikiza it will be too late for them. Lazarus alikuwa na time yake na akaamini. Rich man alikuwa na time yake but hakuamini. Wakati kulifika ni wakati sasa wa kuonekana mahali anaenda. It was too late. Let me ask you this as I wind up. Are you prepared for that day kama hii ya mom? Jana kwa nimepeleka my wife mahali kwao, wameachwa na mtu wao. Na wakati tunaenda mahali pale, yule shosho kuna statement alitoa. Tuko tunaonyeshwa kwa video akifa what happened. Aliita watu wote. Akasema kwamba nataka nimbariki, manake nikilala sitaamka. Akawaita all of them. Kujeni na akawakubatia akisema kwamba nimembariki. Mimi narara nikilala sitaamka. Na msinisumbue tena. Si nimembariki. Mimi naenda. Alipoambariki akafunga macho na akaenda. As simple as that. Are you prepared for that day? Are you prepared for that day? Nataka kumalizia na kusema hivi. Kila mtu akifa hapa, ile decision umefanya today matters a lot for your future. Hawezi aminia mtoto wako. Salvation is individual. Kanisa yangu haitanipeleka heaven. Kanisa yako haitakupeleka heaven. It is my wife salvation yake ni tofauti.
Sababu mimi siwezi kupokea my wife. In heaven nitakuwa naangalia my wife, hi. Tunapitana hivyo, hey, praise God. Kwa sababu tutakuwa na mili ya roho na mahali na ulikuwa my wife pale duniani. So in heaven hakuna issue ya you are my wife, ulikuwa my husband. But kuna mambo mawili nataka nikuambie yatafanyika in heaven. Heaven kutakuwa na a lot of surprises. Kuna watu ambao unafikiria kwamba utawapata heaven, utawakosa. Na kuna watu ambao utakutana nao heaven ukuta kwamba madhari yamepita hii line ya pale. Nashindo guy madhari. Uliza mwenzako, muulize, are you prepared for that day? So kuna watu ambao utaona heaven, unafikiria kwamba hawataingia. Guy, mpaka huyu ameingia heaven aje? Yeah. Kwa sababu huyo mtu alikuwa ni believer na wewe maybe haukujua. Maybe hata aliamini siku yake ya mwisho akaenda heaven. Si yule mwizi ambaye ni kwa msalaba, si yako heaven. What about watu ambao walijua kwamba ni mwizi na wamesurubua pale, wanajua kwa wapi? Si tutamkuta heaven. So kuna surprise moja hiyo. Kuna ile nyingine una expect brother fulani ambaye alikuwa ni wa praise and worship. Kwanza yule ambaye alikuwa ni chairman wa wazee, kukifika ni mchango walikuwa na saidia watu kuchanga sana. Unakuta kwamba haya Wainaina hako wapi? Marina hako heaven. Kutakuwa na surprises in heaven. Kuna watu ambao utaona huko utastuka, na wengine utamisi huko ustuke. So kile kinanistua sana, I have 2 minutes. Kile kinanistua sana ni hili jambo. Ni ukimiss heaven, umemiss. Hauna opportunity nyingine. Ukiambiwa kwamba, ukiambiwa now go, enda uko, that's the end of you. Right now, tarubeta kipulizo kama saa hii tuko hapa. Mtu wa kwanza kufuka ni mama hapa. Afufuke, abadilishwe, apewe mwili mwingine. Na wale ambao walikufa, sisi wengine tubadilishwe mili yetu. Turaki Yesu Kristo kwa anga hatafika hapa duniani. Tuende kwa anga for 7 years. Utakuwa nalipo ile kazi umefanya, watu ulisaidia, watoto ulisimama na wao, wamama wajane ulitembelea. Utakuwa nalipo hiyo miaka 7. Then after 7 years, taka unielewe hapa, hii miaka 7 ndio Antichrist atatokea. Nimesikia kuna watu wanaooga sana hii pastor, watu wanaweka number 666. Let me just clarify this. Angalia mweza kumwambia number 66 haiwezi kuja tukiwa hapa. Simple and clear. Let me clarify this one. Number 666 haiwezi kuja tukiwa hapa. Hapana. Bwana sema kwamba kile kinazuilia is the church. Kanisa ikiondolewa, that's the time Antichrist atakuja. Kwa hivyo Antichrist hawezi kuja sasa tukiwa hapa. Spirit yake inaweza tawala, but yeye physically hawezi kuja. Kanisa tukichukuliwa, Antichrist atakuja sasa. Antichrist akija for miaka 3.5 atajifanya a man of peace. Unite watu. But Bible inasema kwamba Antichrist atakuwa gay. So gayism is a spirit of Antichrist and lesbianism. That's the thing. In the book of Daniel inasema kwamba atakuwa gay, hata tamani wa mama. Miaka 3.5. After miaka 3.5 atabadilika yeye mwenyewe. Image yake itengenezwe kwa temple. Maana Bible inasema kwamba temple Jerusalem itajengwa. Wale ambao wameenda Israel, you understand now, hakuna temple. But I know chochote kinahitajika kutengeneza temple kiko tayari. Na yule ambaye atawasaidia kujenga temple, it is Antichrist. But Antichrist hawezi kuja as long as the church is here. So before the matter of Gog and Magog, the church has to be raptured first. Then after that akuje. Miaka 3.5 kisha, that's the time watu watapewa number 666 kwa right hand au hapa kwa forehead. But as we are believers, we are already marked by the Holy Spirit. So there is no you can be marked twice. We carry the seal of the Holy Spirit. But now kuna watu ambao wamekataa Jesus.
watapewa that mark of the beast. Then after miaka 7, you understand, si tutaenda Jerusalem for 1,000 years. Then after 1,000 years, watu ambao walikufa watafufuka, wahukumiwe, waende to the lake of fire. Then watu ambao watakatifu waende celebrate forever and never. Amen. Are you ready for that day? Wacha tusimame. Are you ready for that day? Mami was a believer. Hiyo siku alituacha. Tulikuwa tumepangana kwamba naenda kutembea. That same day, before kufika time ya kutembea, kwambia kwamba umeondoka. Mami was a believer. What about you? Maybe uko mahali pale, na before nilito watumishi ambao uko mahali hapa, na watu wa familia tuombe baraka. Believe mtapewa, watasaidia watumishi, tutapea ombei familia baraka. Maybe you are there na ungetaka Yesu Kristo ingie ndani maisha yako. Hii ni opportunity nzuri sana. Are you there? Na ungetaka useme kwamba nataka kuwa prepared for that day. Hii ni nafasi yako. Kuna mtu kama huyo, unataka Yesu Kristo ingie ndani. Tajiri hakuwa prepared. Lazarus alikuwa prepared. Kuna mtu kama huyo, unataka Yesu Kristo aingie ndani. Nataka wahubiri wakija hapa na watu wa familia, kuna hii wimbo iko pale, nataka tuimbe hiyo wimbo. Tiga wale mwana wako. Alafu ngeuliza tu watu wa familia tu kuja hapa. Alafu wahubiri wote, whether when elder, whether when deacon, just all of them just come. Alafu nitapea tu mhubiri hapa moja hapa, alafu atatuongoza kwa maombi ya kuombea familia. So watu wa familia just come here, alafu hubiri watu wako hapa, elders, deacons, let's come, we pray for the family. Alafu tunapoongozwa kwa hiyo wimbo na tutabarikiwa. Iko hapo. Wacha tuimbe hiyo wimbo before watu wa familia tuombe, alafu watu wa familia tukae hapa. Alafu wahubiri wote, hata wale wako pale, if wewe ni mhubiri just come. Let's pray for this family. Wazungu. Yeah, like that. Thank you. Elio kajera gatere modeme kikaga. Wacha tuimbe kwa nguvu. Igoro ria maondo mothewe wingai wikaga. All deacons, tunapomaliza wimbo just come, alafu utapea mtumishi hapa atuongoza kuombea familia. Eyo iregekeno nikumenya dinawe wimoto iriri wahonirie ngoroya kwana onijega gotire kendo kiega ingehoya njage tondo we moheani waidosio njega na nikio ngoro yakwa inorete tuge igoro ria maundu mothe we wigai wikaga magegania uyurite inya na nikio ngoro yakwa iyuire ikeno nikumenya nyandi nawe wi mundu fafare ugo thenkereire nigetha ngumenye dadi ninyone teoria wika gara taku fafa umahi thuragiria hithoma kumenye
njiarwa ciao ciothe nacio nĩ ndathime igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa nĩkũmenya ndĩ nawe igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩ Ngai wĩkaga magegania wũihũrĩtwo nĩ hinya na ũtugi na hĩndĩ ĩmwe mũrũguo Ibrahimu agĩthiĩ kũruta igongona ũkĩmwĩra atĩ we Ngai we mwene nĩwe ũkũneana ndũrũme ya igongona na kwoguo nĩ wĩkaga magegania hingo ciothe, an indication that you are omnipotent. Na nĩ tondũ wa ũhoro ũcio Jehova Ngai nĩ tuoka mbere yaku tũgĩkũgatha mũno na tũgĩgũkumia nĩ tondũ nĩ wĩkĩte magegania ma kũhurũkia mwarĩguo Grace. Amũkĩra ngumo na ũgooci Mwathani, na gĩtĩo nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ gũtirĩ ũndũ wĩkĩkaga ũtoĩ. Na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani nĩ ũgũtwĩtĩte mũcemanio wa magegania nĩ tondũ nĩ ũhurũkĩtie mwarĩguo Grace, na ithuĩ nĩ tuoka twagũtĩĩa na nĩ twakũgoca. Na rĩu Ithe witũ twĩ magũrũ-inĩ maku nĩ tũĩ nĩwe mũheani wa thayũ. Hĩndĩ ĩrĩa mũrũguo Jesu Kristo arakinyire nĩ egũciarwo gũkũ thĩ, maandĩko maku matheru makaria na makoiga wega atĩ erirwo nĩwe mũheani kĩrĩra wa kũgegania. Rĩu ningĩ nĩwe mwene thayũ. Ũcio nĩwe twetia thaa ici Mwathani. Oke na nĩgetha he andũ aya aku thayũ. Oke na nĩgetha maonie ironda. Oke na nĩgetha magirie maithori. Hĩndĩ ĩrĩa mathiĩ kwerereka, Jehova Ngai ũkaga na ũkamatira. Nĩ tondũ we wĩ Ngai mũnene. Ciana cia Grace Mwathani twacihotha moko-inĩ maku, twamahotha moko-inĩ maku, twamahotha moko-inĩ maku. Andũ othe manoiga nĩ marĩũkaga kũmarora, no we Ngai witũ ndũtĩraga, na kwoguo nĩkĩo twamaneana moko-inĩ maku. Ũkage ũkamarora, ũkaga ũkarora ciana ici Mwathani. They need your counsel. Matingĩhota matarĩ nawe, nĩ mekũbatara kũnyitwo guoko nĩwe. Lord, we have seen families after gĩkuũ gĩa ciari mĩtiĩ gacambaratika, but we declare and decree atĩ family ĩno ya Grace, ciana ciake na ciana cia ciana ciake na arĩa maciaranĩirwo nao megũikara marĩ ũmweki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ tũrenda kwarĩria Shaitani, no tege matũ no thikĩrĩria wega Shaitani na mahinya maku mothe. Nĩ tondũ nĩ tũĩ nĩ ũrĩ matũ na nĩ ũiguaga. Ta tega matũ no thikĩrĩria wega. Mũciĩ wa Grace ũtigane naguo rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twahanda gĩtugĩ kĩa Ngai wa thayũ, twahanda gĩtugĩ kĩa Ngai wa gĩkeno, twahanda gĩtugĩ kĩa Ngai wa ũiguano. Ũyũ mũciĩ nĩ ũgũtherema mũno makĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mwathani we twĩhokera mũciĩ ũyũ, macerere mawĩra-inĩ mao kũrĩa matindaga Ithe witũ, tuĩka Ngai wao maikaragie. Hĩndĩ ĩrĩa mathiĩ kũigua ta mekũinama, Roho Mũtheru wa Ngai harũrũkaga na ihenya ũkamateithia na ũkamathara ũũru-inĩ. Narĩo rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩgocagwo na rĩgakumagio. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Thank you. Tunaweza tusimama tu dakika moja. Tunaweza rudi pale. Rudi kwa viti dakika moja tu, just 1 minute. Nataka tu MC karibu sana MC ili tunapo propose thanks na alafu tuelekee safari tunatoka hapa na tutabarikiwa. Thank you Pastor Kefa, thank you CCI
for the far you have taken us. And I'm sure we are all blessed, and we really appreciate you. May God bless you mightily. Now, I think you may sit down. Sit down. Before we proceed to the grave, I would like to invite someone to come and give us a vote of thanks, and then thereafter we can proceed to the grave. Onesimus. Good afternoon, all. Good afternoon once again. My name is Onesimus Derito. Grace was my auntie, and I'm here on behalf of the entire family to pass vote of thanks. And I would like to welcome you in saying thanks to the Lord for the 60 years He has given grace to us as a family, and also to the other friends. We also like to say thanks to the church, more so CCI. They have been with us in our homestead since this thing happened. We have been seeing prayers going on every day at our home place. We say thank you to all. We also like to say thanks to the entire family. It has been a good support system. We know that we've gone through a journey with her sickness, and the family has been there for her. Thank you so much as a family. Also would like to say thanks to the doctors who are attending to her. And I would like here to mention doctors from MP Shah, where she went the first time. Then we have doctors and nurses in Kenyatta University and teaching. We have Dr. Odieki, Dr. Shiori, and we have Madam Sheira from Nairobi Hospice. They were trying to make her life comfortable. We would like to pass our vote of thanks as the family. We'd also like to say thanks to all the members who are coming to comfort the family at Kahawasukali, plus the homesteads that are around there. That is the surrounding. Last but not the least is all of you who are gathered here. We would like to say thank you. You found time to come and escort our auntie so that we give her a final send-off. Thank you so much. Thank you, Derito. Thank you, Derito, for the vote of thanks. I think now once again I'll hand over to Pastor so that he can lead us to the grave and the next. Thank you. Tunaweza simama all of us. Yeah, wacha tuongoze mahali tunaelekea sasa. Okay. Kutoka hapa kaburi iko pale straight on, kuna ile kaburi ambayo imepakwa rangi ya white. So that's where we're going. Thank you so much. So ningeuliza tu wahubiri ambao tuko nao hapa, all of them. Tutaongoza hapa, alafu watu ambao wanachukua mwili wakuje wachukue hapa, alafu wahubiri tutaongoza. Na wakati tunasafiri usitembee tu kwa at least ima wimbo. Tukiongoza wimbo, we are celebrating life of a mom hapa. So tukienda pale tukiongoza wimbo, hata we kuwa pamoja nasi as celebrate our mom, na tutabarikiwa sana. Kwa hivyo watu ambao wanachukua mwili just watakuja hapa wachukue, alafu hubiri tutaongoza hawa watu wote tuelekee mahali pale, alafu tukifika hapo tutamwambia the way forward from there, Jesus mighty name. So hivyo watu wa familia wakuje wachukue mwili. Kaza hii nyumba yake. Tuadikiria Baba kuanzia siku leo inapotumika ya kwamba Jehova God, sisi tunamwacha hapa
But tunajua kwamba kuna wakati utafika tarumbeta itapulizwa na Mungu na yeye atatoka hapa. Jehova apewe mwili mwingine, aende mahali anafaa kuwa na mwili mwingine. Tunakupa sifa kwa kile umefanya na kile Baba umetenda. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall be changed in a moment, in the twinkling of an eye. At the last trump, for the trumpet shall be sound, and the dead shall be raised incorruption, and we shall be changed. So, when this corruptible shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus. Tunaweza tukateremsha mwili tunapo, please. Tunapoendelea na wimbo hiyo moja, yeah. Doinainagio ne maondo kano kaguoyo yonimo twekanage ya dumaine yokakondere ene joyate ne wengai nogotora oriongai doinainagio ne maondo kano kaguoyo yonimo twekanageria dumaine kano kondere otheri ngai munene na mutugi wa Isiraeli wewe ngai uri nyana ndotago ni undu wa guoko gwaku nie nyonete wega nikio ndaiteka gugukumia na gukugo nä njå yate nä wengai no gå tå ra å rä o ngai ndåinainagio nä maå ndå kano kaguoyo yo nä mo tuä kanagä ria nduma-inä gä å ka kå ndere å theri waire Isiraeli mwĩhoko me werũ-inĩ ĩrĩa wamairĩrie mĩgate ta mbura ũkĩrerwo ruo rũmakuĩire nyama we nĩwe Ngai ũrĩa ũninagĩra ndũng'ara nĩ njũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai ndũinainagio anagĩria nduma-inĩ gĩũka kũndere ũtheri na manene gũkĩra marĩa nĩ njũĩ na manene gũkĩra marĩa ningĩkũhoya ningĩ makĩrĩte marĩa ingĩhota gwĩciria nĩ njũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai ndũinainagio nĩ maũndũ kano kaguoyo yo nĩmo twĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kũndere ũtheri nĩ njũĩ atĩ nĩwe Ngai no gũtũũra ũrĩ o Ngai. For as much as it has pleased our Heavenly Father in his wise providence to take unto to herself the soul of the departed, we therefore commit her body to the ground, earth to earth, dust to dust, looking forth to the blessed hope, glorious appearance of the great God, our Savior Jesus Christ, who shall fashion the body anew in the likeness of his own body of glory, according to the working of his mighty power, wherewith he is able even to subdue all things unto himself. Ya watoto wote wa nini? Watoto moja tu washikanie pamoja wote, all of them washikanie tu. Alafu ya washikanie tu. This your mother, eh? Wote. Yeah.
ila damu yako Yesu. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, na kutumaini sina, ila damu yako Yesu. Sisters. Sina wema wa kutosha, Sisters. dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi ataniosha. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba. Grandchildren. Kutumaini sina, Nyote siku moja. ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Reka tuhoe nigetha tuhoe nginya nigetha tĩri wũikio. Rekei tuhoe. Mwathani Ngai witũ mwene hinya wothe, nĩ tũiga mwĩrĩ wa Grace nigetha ũhurũkage ho, na nĩ twaruta wĩra ũrĩa Mwathani ũgũtũnengereire tũrute mũthenya wa ũmũthĩ. Tũhoya Ithe witũ wa matu-inĩ ũiguĩre bamĩrĩ yake tha, aya maita maithori ihinda rĩrĩ Mwathani makĩririca mamu wao. Tũhoya wega waku na ũtugi waku Mwathani wĩtĩkĩre tu ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩao. Twerekereria moko-inĩ maku Ithe witũ wa igũrũ, nigetha Mwathani ũtũone hamwe na ithuĩ coka cikaro-inĩ citũ. Umagani hamwe na ithuĩ Ithe witũ wa igũrũ, nĩ twagũtĩĩa mũno. Na rĩu thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ, roikĩria ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo, no getha mũtũmenyete Ngai ona mũmwendete, onake Mwathani witũ Jesũ Kristo. Nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe witũ mwene hinya wothe, Ithe na Mũriũ ona Roho Mũtheru, kĩrũmĩrĩrani hamwe na inyuĩ, kĩramũtungatĩra, kĩramũgitĩra rĩu tene ona tene. Amen. Tugetwo na maritwa tugitonya gikeno-ini gĩa ũthamaki wa Ithe witũ. Nĩtũkerwo hurũkai, nĩtũkerwo hurũkai, tugitonya gikeno-ini gĩa ũthamaki wa Ithe witũ. Tũtigacoka kũrwara, tũtigacoka kũrwara, tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa Ithe witũ. Nĩtũgatũngwo nĩ araika, nĩtũgatũngwo nĩ araika, tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa Ithe witũ. Tũkaheo nguo njerũ, tũkaheo nguo njerũ, tũgĩtonya gĩkeno-inĩ
gĩa ũthamaki wa ithe witũ. Nĩtũgetagwo atoria, nĩtũgetagwo atoria, tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa ithe witũ. Nĩtũgekĩrwo thũmbĩ mũtwe, nĩtũgekĩrwo thũmbĩ mũtwe, tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa ithe witũ. Tũkaheo rĩtwa rĩerũ, tũkaheo rĩtwa rĩerũ, tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa ithe witũ. Tũtigacoka kũrĩra, tũtigacoka kũrĩra, tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa ithe witũ. Tũtigacoka kũrĩra, tũtigacoka kũrĩra, tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa ithe witũ. Nĩtũkainaga na raika, nĩtũkainaga na raika, tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa ithe witũ. Kwĩmakerwo niĩ ndimũĩ, kwĩmakerwo niĩ ndimũĩ, tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa ithe witũ. Karumbeta gakahuo, karumbeta gakahuo, tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa ithe witũ. Karumbeta gakahuo, karumbeta gakahuo, tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa ithe witũ. Nĩtũkerwo hurũkai, nĩtũkerwo hurũkai, tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa ithe witũ. Nĩtũkerwo nĩ mwatoria, nĩtũkerwo nĩ mwatoria, tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa ithe witũ. Ĩni nĩtũkerwo nĩ mwatoria, nĩtũkerwo nĩ mwatoria, tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa ithe witũ. Gũtirĩ mũkũrũ, gũtirĩ mũkũrũ, kũu tũgacemania, gũtirĩ mũkũrũ, gũtirĩ mũkũrũ, kũu tũgacemania. Ĩni gũtirĩ mũkũrũ, gũtirĩ mũkũrũ, kũu tũgacemania, gũtirĩ mũkũrũ, gũtirĩ mũkũrũ, kũu tũgacemania. Ĩni no haleluya, no haleluya, kũu tũgacemania, no haleluya, no haleluya, kũu tũgacemania. Ĩni no haleluya, no haleluya, kũu tũgacemania, no haleluya, no haleluya, kũu tũgacemania. Ĩni gũtirĩ maithori, gũtirĩ maithori, kũu tũgacemania, gũtirĩ maithori, gũtirĩ maithori, kũu tũgacemania. Ĩni no haleluya, no haleluya, kũu tũgacemania, no haleluya, no haleluya, kũu tũgacemania. Gũtirĩ maithori, gũtirĩ maithori, kũu tũgacemania, gũtirĩ maithori, gũtirĩ maithori, kũu tũgacemania. Ĩni no haleluya, no haleluya, kũu tũgacemania, no haleluya, no haleluya, kũu tũgacemania. Isaga kuona Jesu ndĩmũgoce, ngakena ndamwona Mwathani, ndamwona ngamũtũnga ndĩmũhĩmbĩrie. Nisaga kuona Jesu ndĩmũgoce, ngakena ndamwona Mwathani, ndamwona ngamũtũnga ndĩmũhĩmbĩrie. Nimisaga kuona Jesu ndĩmũgoce, ngakena ndamwona Mwathani, ndamwona ngamũtũnga ndĩmũhĩmbĩrie. Nimisaga kuona Mwathani,
Jesu ria wambirwo muti iguru ngerirĩria mũthenya ũcio kinye ndamuona Jesu nĩngakenaga mũno ndĩmicaga kuona Jesu ndĩmũgoce ngakena ndamuona Mwathani ndamuona njamũtũnga ndĩmũhĩmbĩrie harũkire irima iriku Mwathani wakwa gĩkinyĩrĩrio wendo ũrĩa onanirie nĩ mũnene ngwanĩrĩra njuge Jesu nĩ Mwathani mbicaga kuona Jesu ndĩmũgoce ngakena ndamuona Mwathani ngamwona igocai Mwathani wa theru nĩũtumĩte iria iriku mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ waro gocai gocai Ngai witũ gocai gocai Mwathani wa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ waro niĩ ngiri na ngiri ciohonokio cikarĩire itĩ-inĩ cia ũnene cietereire tume mbara-inĩ twambate na mwĩrĩ waro ĩni gocai gocai Ngai witũ gocai 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 Mwathani wa theru arĩa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ waro tũikarage na ngoro theru tũrĩ wĩra-inĩ wa Mwathani kũrĩ thĩna kana gĩkeno rĩtwa rĩa Ngai no rĩgocagwo gocai gocai Ngai witũ gocai 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 Mwathani wa theru warĩa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ Mwathani witũ nĩaratwĩra tũiyũrwo nĩ gũkirĩrĩria Mwathani witũ ahotanire na wendo na gũkirĩrĩria ĩni gocai gocai Ngai witũ gocai 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 Mwathani wa theru warĩa theru mathĩna mathiĩte gũthira twambate na mwĩrĩ wa njikaraga njũthĩrĩirie thũmbĩ yakwa njerũ ĩna riri mũingĩ tũrĩa tũmwo mamĩcũthĩrĩirie makiuma thĩ no ũhotani mũingĩ ndĩthiaga ndĩ thĩinĩ wa roho ngahoyaga ndĩ thĩinĩ wa roho na gũkena ngakenaga ndĩ thĩinĩ wa roho tondũ nĩwe mũtongoria wa ma Jesũ arora tũmuone akenire na gĩkeno ndĩ thĩinĩ wa roho akĩra ithe nĩ ndacokia ngatho nĩkũguũrĩria ya njĩra ya ma ndĩthiaga ndĩ thĩinĩ wa roho ngahoyaga ndĩ thĩinĩ wa roho ngakenaga ndĩ thĩinĩ wa roho tondũ nĩwe mũtongoria wa ma horera horera arĩ Jesũ nĩ athamĩtie kanua ge gothe Amen. God is good and all the time. Sasa ni wakati wa kuwekelea maua, na maua ya kwanza tutapatia nafasi kanisa ndio waekelee, alafu kutoka hapo ni watoto nini? Itapandwa sahi. Ni muda wa mbere. Pole, tutaanza na kupanda msalaba, kwa hivyo tutaarika mchungaji tena akuja atusaidie kufanya hiyo kazi. Nĩtũkwenda mũtharaba ũyũ thĩinĩ wa Ngai ithe witũ na Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru
ate Grace ari mwitikia nikitoka muhandira mutharaba uyu thini wa Ngai ithe na Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru ihwa rĩa mutharaba MC igirima cio mangi hiyo nyingine ni la watoto wakuje. Watoto mkujeni mchikanie hii maua. Monio Derito. Okay, ni sawa, muendelee tu. Yeah. Okay. Hilo lingine la family. Sisters, Brother Shira. Derito, kuja na hiyo. Nani Nyabura? Goi. Mombi. Okay, sawa. Harege, yetio go. Hai harege. To her cousins. Watoto, the grandchildren wanaweza wekelea hii moja ambayo imebaki hapo. And the daughters in mujipe nguvu. Okay. Mchikanie pamoja na watoto, glad children. Matuko moru no magathira tukamotonga kowigoro Kaino
kumenya gĩtũmi gĩatũ hinyĩrĩrio cokia ngatho mũrũ wa ithe witũ acio mothe baba nĩamoĩ gĩkuũ gĩoka kũrĩa arĩa twendete gĩtũtigaga na maithori tũkeyũria twĩkĩte Ngai atĩa ti-itherũ Baba na gĩtũmi Ngai nowe ũngĩhota kũmenya gĩtũmi gĩatũ hinyĩrĩrio cokia ngatho mũrũ wa ithe witũ macio mothe Baba nĩamoĩ ihinda rĩa mũico ũguo nĩguo Mwathani oigire matukũ moru no magathira tũkamũtũnga kũu igũrũ Ngai nowe ũngĩhota kũmenya gĩtũmi